kwa vituko. Operation area ya Burnt Forest huko Tarakwa along Nakuru Eldoret Highway between Kondoa Police Station na Tarakwa Police Station, in between about a kilometer kutoka Tarakwa Police Station along the highway, ndio tukapata nyumba ambayo ni residence ya mama fulani akitengeneza pombe. So tuliingia ndani tukasearch, tukakuta pombe ikikorogwa, inakokorogewa kwa hizi mitungi ya maziwa. So anachanganya na maji, anaweka flavor, pia anachanganya na ethanol, kwa sababu tulipata ethanol about 10 liters kwa hiyo nyumba. So akikoroga anaweka kwa brands tofauti tofauti. Utakuta box juu imeandikwa best, bandani utapata Kingdom, utapata vodka, utapata Fipus, utapata Gin, utapata zote hapo ndani. So hiyo ni kuonyesha ya kwamba hii haijatoka kwa hizo manufacturers. So tumeinvite SCA kwa sababu kuja waangalie, kwa sababu is outright counterfeit. Tumeinvite KRA kwa sababu haina stamps, na tulipata stamps ambazo tuna suspect ni fake. Iko stamp nyingi, several rolls yenye wana stick kwa hizo chupa. Tumepata pia hizo pombe assorted bottles 1140 ambazo zilikuwa in 60 bottles, in 60 boxes, 1140 bottles in 60 boxes. Pia tumeweza kupata assorted boxes za brand tofauti tofauti. Tumepata vifuniko na chupa ambazo hazijawekwa. So tunataka kuonya wananchi, kwa sababu inakaa sasa hii trend, hii utengenezaji ya pombe town imekuwa ngumu, within the town center na within the estate surrounding the town imekuwa ngumu. So watu ni kama wameenda reserve. So tunataka kuhimiza wananchi huko reserve wawe careful, wawe chonjo, watu angalilie. Wakiona nyumba ambayo iko na suspicious activity, watueleze ndio tuweze kuintervene na kuhakikisha tumekamata hao. Pia tuna appeal kwa the government structures zile ziko kwa ground, nyumba 10, assistant chiefs, community policing, pia wao macho pia zaidi. Wajue sasa imekuja upande huo, waanze kuangalia kwa umakini, ndio tuweze kuangamiza hii unywaji ya pombe within Uasin Gishu. Tuko na 3 suspects ni middle age. Tuko na 3 suspects ambao iko in custody, 2 ladies and a man. It appears ladies sasa wameanza hii kazi ya kubrew illicit brews. Pengine tukipata hao manufacturers wataweza kunini, but ni around 60 boxes roughly, hiyo unaweza kufanya hesabu. Is it the first time pengine mnapata kama kwa polisi ujanja wa kutumia mitungi ya maziwa? Yeah, actually this is the first time tumepata hii ujanja wa kutumia mitungi ya maziwa, and again it's still the first time tumepata wanatumia box ya kampuni fulani, wanaweka pombe tofauti. Organizers walileta notice ya kudemonstrate, but tukajadiliana nao, tukasema hatuoni haja ya maandamano kwa wakati huu, na ile issues walikuwa wameraise tumewadvise wataapia. Tunatengeneza special committee ya sub-county, Turbo sub-county security committee, watawaita kwa ile committee, alafu watajaribu kuangalia ile vitu yenye wana raise. Wameraise pertinent issues ambazo sina warrant hiyo committee kuangalia, kukaa chini na kuangalia. So wali withdraw, wakasema watakuwa na maandamano until waangalie sasa hiyo procedure kama itasaidia. So we don't expect maandamano, but tuko tayari just in case. But still tunaomba wananchi wa Uasin Gishu ya kwamba maandamano is not the solution kwa some of the issues ambazo wana raise. Waende kwa maofisi ya serikali iko wazi, wakuje kwetu, waende kila mahali, ofisi ya county government, national government, alafu issues zao zitakuwa addressed. Kwa sababu the moment tunakuwa na maandamano, inainterfere na vitu mingi sana. Inainterfere na uchumi ya Uasin Gishu, actually inainterfere na uchumi ya Kenya mzima. Kwa sababu hii Uasin Gishu ni corridor ambayo inapitia goods kutoka nchi za nje, zile zinaenda Nairobi na Mombasa na zinatoka pande hiyo. So tunaomba wananchi wa Uasin Gishu tusijihusishe na maandamano. Several issues ambazo hatutaweka kwa wakati huu kwa sababu bado hazijajadiliwa.
So tunataka tukutane nao tujadiliane hizi issues. Baada ya kujadiliana sasa tunaweza kudili na hiyo. Pia pengine Mwaneli, last week tulikuwa na issue ambayo MCA, former MCA alipigwa. That was on Friday, but police officers waliweza kumove in very fast na wakaarrest suspect wawili. Wote wamefika kotini. Mmoja alienda hiyo last week, kesi yake pia ilikuwa mentioned leo. Mwingine alienda jana. So na bado tunaendelea na uchunguzi. Kama tutapata culprits wengine tutaweza kuhakikisha pia wamefika mbele ya sheria. Na sisi tunaomba wananchi pia kama wako na information ambayo ina lead to hiyo issue watueleze. But overall hatuna issue ya goons kuwa town. Tuko na goons wana roam town wakifanya issues ni isolated cases ambazo zikitokea hatua pia inachukuliwa. Me, what I want to add is just to comment on what officers were able to recover yesterday. As you can see, there are indication of involvement in other criminal activities, because you can see there's recovery of mobile phones, ID card, and laptops. So we are going to use whatever is available to know who are the owners of these ID cards and the circumstances under which their ID got into the hands of this person. Maybe they were robbed or stolen. We are going to carry the investigation to establish the circumstances under which these things were getting into the hands of that person. Would it also mean that the person who was doing the illegal would also be involved in other criminal cases? That is what we are saying. They indicate, because if they are recovered in the same house, could be involved in other criminal activities. Yeah, thank you.